Karibu mpenzi mtazamaji wetu ndani ya Mzee Yakobo Sport, tuweze kuangazia tetesi za usajili zilizojiri siku ya leo, ikiwa ni March 10. Dirisha la usajili la majira ya joto linazidi kunukia. Vigogo mbalimbali wamekuwa wakituchuana nguvu kwa kung'ang'aniana na kunyang'anyana wachezaji, ili dirisha litakapofunguliwa waanze kuwatia saini zao. Karibu uweze kusubscribe channel yetu ili uweze kupata update za kimichezo kila wakati tunapokuwekea. Tuanze na kule Tottenham. Inasemekana kwamba klabu ya Juventus wanania kumsajili beki wa pembeni wa Tottenham Hotspur na Mwingereza Dejan Spence mwenye umri wa miaka 25 pindi tu dirisha la msimu wa joto litakapofunguliwa. Gazzetta dello Sport la Italiano wanaripoti kwamba Spence amekuwa akitamani kutafuta changamoto timu nyingine nje na waajili wake wa sasa ambao ni Tottenham Hotspur. Kwingineko, klabu ya Liverpool wanafikiria kumsajili winga wa Al Ittihad na Mfaransa Moussa Diaby mwenye umri wa miaka 26, huku mchezaji huyo wa zamani wa Aston Villa akikataa kuondoka katika klabu ya Saudi Pro msimu huu wa joto kwa sababu bado ana matamanio na malengo yake aliyompeleka Saudia. Binafsi anajiona bado hajayatimiza, na ndio maana Diaby anasita kuondoka, lakini Liverpool wamekuwa wakihusishwa sana kwa ukaribu na Diaby, wakimfikiria kama ni mchezaji ambaye anawafaa kwenye project yao ya msimu ujao. Kwingineko, klabu ya Newcastle wameazimia kumshikilia kiungo wakati Bruno Guimaraes na kufanya naye mazungumzo ya kumuongezea mkataba mpya, licha ya klabu ya Manchester United kuonyesha nia ya kumhitaji Bruno Guimaraes, lakini klabu ya Newcastle wanadai kwamba bado wanahitaji huduma ya Bruno Guimaraes na hawako tayari kumwachilia kwa sasa. Hivyo Manchester United itabidi waongeze nguvu ya ushawishi kama kweli wako serious kwenye dili la Bruno Guimaraes. Kwingineko, klabu ya Real Madrid yamweka kocha mkuu wa Marekani na kocha wa zamani wa Tottenham pamoja na PSG Mauricio Pochettino kwenye orodha ya watakaowania kuchukua fursa ya Alvaro Arbeloa ambaye huko Bernabeu inasemekana kwamba msimu ujao hawataendelea naye kama kocha mkuu wa timu hiyo ambaye amepewa tangu alipotimuliwa Alonso. Hivyo basi Pochettino anaingizwa kwenye orodha ndefu ya makocha wanaotajwa kushika hiyo nafasi katika klabu ya Real Madrid. Tukienda pia kwa Manchester United, kwa upande wa kocha wao wa sasa Michael Carrick, inasemekana kwamba Manchester United haitakimbilia kumteua kocha huyo raia wa Uingereza kuwa kocha wa kudumu katika klabu hiyo. Hivyo wanaendelea kumchukulia pole, na hii inawapa wasiwasi kutokana na makosa waliowahi kuyafanya ya kumteua kwa haraka Ole Gunnar Solskjaer kuwa kocha wa kudumu na akaboronga kwa kufanya madudu mengi ambayo yaliwakera viongozi, na ndio maana wanaendelea kumwangalia kwa muda zaidi Michael Carrick na sio kukimbilia kwenye kumpa mkataba. Kwingineko, beki wa Newcastle United na Mwingereza Tino Livramento hayuko karibu kukubali kujiunga na klabu ya Manchester United, klabu ya Manchester City katika mkataba wa majira ya joto, licha ya uvumi unaoendelea, lakini Livramento hayuko karibu kukubali kujiunga. Yeye mwenyewe binafsi hayuko tayari kwa sasa kujiunga na Manchester City. Hatujajua kwa nini. Je, Arsenal ndo inayomvutia zaidi? Tutaendelea kuhabarishana kwa sababu Arsenal nao wamekuwa wakimhitaji zaidi Livramento. Hivyo Manchester City itawabidi waendelee kumshawishi Livramento mpaka akubaliane na project yao. Turejee tena kwa kiungo Alex Mac Allister wa Liverpool. Hapo mwanzoni lilipotiwa Mac Allister na mpango wa kujiunga na Manchester United, lakini wachambuzi wengi wakaongea mengi kwamba haijawahi tokea Manchester United kuuziana na Liverpool tangu miaka zaidi ya 20-30 iliyopita. Lakini imeibuka tena tetesi nyingine siku ya leo kwamba Mac Allister hana mpango wa kufanya mazungumzo na Liverpool kuhusu mkataba mpya msimu wa joto, lakini anafurahia kuwa Anfield licha ya kuhusishwa na vilabu mbalimbali. Hivyo Mac Allister yeye mwenyewe binafsi amesema kwamba atakuwa na mpango wa kufanya mazungumzo mapya, licha ya kwamba kuna vilabu vinamtaka ikiwemo Real Madrid na kwingineko, ila Mac Allister mwenyewe ataamua kama afanye mazungumzo ama la. Basi